Haya, leo tunaangazia hadithi ya ajabu kweli. Hadithi ya msichana mmoja aliyebadilisha historia. Tunamzungumzia Ellen G. White. Hebu jiulize, vipi kama ungekuwa na miaka 9 tu, alafu ghafla kwa sekunde moja tu ulimwengu wako wote unabadilika? Roho Mtakatifu, kiongozi amini. Yaani, kila kitu inatisha, sio? Basi, hapa ndipo safari yetu inapoanzia. Sasa, wacha tuingie ndani zaidi. Sehemu ya kwanza ni kuhusu ile sekunde iliyobadilisha maisha. Hapa tutaona jinsi ajali ya kutisha ilivyoweza kuwa, sehemu ya mpango mkuu zaidi. Alikuwa mtoto tu, miaka 9, na hapo ndipo ajali mbaya ilipotokea. Yaani ajali iliyomvunja kimwili na kumkatisha masomo yake ghafla. Kwa wakati ule ilionekana kama ndoto zake zote zimezimika. Lakini unajua vile wanasema, mlango mmoja ukifungwa, mwingine unafunguliwa. Mungu alikuwa na silabasi tofauti kabisa kwa ajili yake. Sasa twende mbele kidogo kwenye maisha yake. Kuna tukio kubwa sana lililomjenga alipokuwa kijana. Linaitwa kukatishwa tamaa kukubwa. Hii ni pale ambapo dunia nzima ilisubiri kitu ambacho hakikutokea kamwe. Ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi. Okay, ili iwe rahisi kuelewa. Nyuma katika miaka ya 1844 kulikuwa na vuguvugu kubwa, vuguvugu la Wamillerite. Watu walikuwa na imani kubwa, yani waliamini kabisa kwamba Yesu atarudi mwaka 1844. Walikuwa na uhakika kiasi kwamba wengine waliuza kila kitu walichokuwa nacho. Wakaanza kusubiri. Lakini siku ilipofika Oktoba 22, kimya. Hakuna kilichotokea. Basi hapo ndipo likaja jina kukatishwa tamaa kukubwa. Wengi walivunjika moyo, walipoteza imani, wakaacha kila kitu. Lakini Ellen, yeye alifanya kitu tofauti. Badala ya kukata tamaa, alianza kuomba. Katikati ya giza la wengine, yeye alitafuta mwanga. Na hapa sasa ndipo mambo yanapobadilika kabisa. Tunaingia kwenye sehemu ya maono katika giza. Hii jamani, ndiyo iliyoanzisha moto, vuguvugu la dunia nzima. Akiwa na miaka 17 tu, baada ya kipindi kirefu cha maombi na kutafuta, akapata maono yake ya kwanza. Na aliona nini? Aliona kitu kama nuru kwenye njia nyembamba. Nuru hii ilikuwa ikiongoza watu waliovunjika moyo, ikiwapeleka mbinguni. Ilikuwa kama ishara ya matumaini, kwamba hata baada ya lile giza lote, bado kulikuwa na njia. Lakini Ellen hakuishia tu kwenye maono, la hasha. Alikuwa mjenzi, mwana mageuzi. Sasa hebu tuone jinsi alivyochukua yale maono na kuyageuza kuwa vitu halisi, kuwa taasisi. Na hakufanya hivi peke yake. Yeye na mume wake James walishirikiana. Walikuwa waanzilishi wenza wa kanisa la Waadventista wa Sabato mwaka 1863. Unaona hapo, picha moja ni yeye na familia yake mwanzo wa safari, na picha nyingine mwaka 1905 ni kiongozi anayetambulika duniani. Sasa sikia hii. Kabla ya #wellness au self-care kuvuma kwenye mitandao, yani karne ya 19, Ellen alikuwa tayari anafundisha watu kwamba mwili ni hekalu la Mungu. Na alikuwa specific sana. Alisema hakuna sigara, hakuna pombe. Badala yake alihimiza watu wale matunda, wanywe maji mengi na wafanye mazoezi. Unajua nini? Haya ni mambo yale yale ambayo sayansi inatuhimiza leo. Na haikuwa nadharia tu, alihakikisha haya mafundisho yanakuwa vitendo. Alisukuma sana kuanzishwa kwa shule na hospitali. Fikiria, leo hii kuna mtandao mkubwa wa taasisi hizi duniani kote, zikiwasaidia mamilioni ya watu. Yote yalianzia kwake. Lakini kati ya yote, labda tu, ushawishi wake mkuu zaidi ulitoka kwenye kalamu yake. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya kalamu yenye ushawishi.
Hapa ndipo tunapoona jinsi mwandiko wa mkono tu ulivyojenga urithi wa kimataifa. Hebu cheki huo mwandiko. Kila neno, kila sentensi aliandika kwa mkono wake mwenyewe. Kumbuka, hizi zilikuwa enzi bila kompyuta, bila hata typewriter. Kila kitu kwa mkono. Sasa, unadhani aliandika kiasi gani? Kurasa 100,000. Zaidi ya kurasa 1000. Hebu fikiria kazi iliyotumika hapo. Ni kitu cha ajabu. Na matokeo yake? Leo yeye ndiye mwandishi wa kike wa Kimarekani aliyetafsiriwa zaidi katika historia, yaani kuliko mwandishi mwingine yoyote wa kike kutoka Marekani. Hii ni rekodi ya kipekee. Unajua, kwa lugha ya sasa hivi tunasema mtu ana main character energy. Basi yeye ndiye alikuwa mfano halisi. Alichukua hatamu za maisha yake na akabadilisha mchezo mzima. Basi, tukitazama hadithi yote, msichana aliyekuwa dhaifu, aliyekatishwa masomo, lakini mwisho wa siku akabadilisha historia. Hii inatuacha na swali zito. Je, kisingizio chako ni kipi? Na ninakuachia swali hili la mwisho la kutafakari. Katika safari hii yote, ni sehemu gani ya hadithi yake iliyokugusa au kukushangaza zaidi? Tungependa kusikia kutoka kwako. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana, wenye furaha.